Asilimia kubwa, yani asilimia kubwa 80 ni watu wanatumia nguvu za giza, lakini nje wamejificha kwenye dini. Wamejificha kwenye dini kwa sababu dini haina nguvu ya kumwezesha mtu kiroho. Okay. Kwa nini mtu matatizo yanapokuwa mengi unataka kutafuta waganga? Umeshajiuliza? Kwani waganga wanadili na mwili? Wanadili na nini? Naongea na watu hao wamelala. Wamelala. Waganga wanadili na nini? Na roho. So, angalia, kila binadamu aliyeumbwa na Mungu anajua kanuni ya rohoni. Nimeongea na wewe? Nirudie tena. Kila mwanadamu yoyote aliyeumbwa na nani? Anajua mambo ya roho. Hata kama unasema mimi siyajui, unayajua. Kama uyajui, kwa nini ulikuwa unapendekezewa kwenda kwa mganga? Sababu mganga yeye anadili na mambo ya wapi? Kwa nini useme hili jambo kweli sio la kawaida? Hili jambo sio la kawaida. Kwa nini unasema sio la kawaida? Kwa nini unasema hivyo? Kwa nini unasema hivyo? Nini kinakuambia ndani yako kwamba hili jambo sio la? Ina maana kuna roho ndani anakuambia hii sio la kimwili. Hii ni tatizo la wapi? La rohoni, sio la kawaida. Sasa ninyi, kwa nini mnachukulia matatizo kuwa sio matatizo ya kawaida? Hata magonjwa ulionayo kwamba sio ya kawaida. Unanisikiliza Sasa maisha ya binadamu haiza depend kwenye mwili. Yako wapi? Yako wapi? Si unaona hapo unakuja unalala. Kinachokulaza sio wewe. Ni roho iliyo ndio inakuchosha yani. You are here but uko kwenye kigereza fulani. Naongeaga haya mambo alafu hata wanielewaje. Yaani mtu atokage nyumbani sasa nikienda nyumbani mwa Mungu sitaki kulala. Nahitaji kumsikiliza mtumishi anaongea nini. Yaani kujisemea tu hivyo inakushinda. Wewe unaendekeza. Watoto nao waona hawasomi. Sio tatizo la nini? La mwili. Wanaofeli mitihani sio tatizo la kimwili. Ni tatizo la wapi? Sio, unanisikiliza? Amen. Amen. Ngoja nikuulize swali. Mama alipokuambia uwe akupe uchawi, si ndio? Alikuwa anakupa nini? Wewe unafikiri alikuwa anakupa nini? Alikuwa anataka kukupa uchawi. Lakini hauonekani. Uchawi hauonekani. Ila anakuambia akupe nini? Uchawi. Uliuona? Hapana. Ila anakuambia anao. Ni jambo la wapi? Yaani alichopaka kumpa huyo ni nguvu ya kichawi atakayoingiza ndani ya nini? Ya nafsi yake. Nafsi ndio inapaswa ifanye nini? Uchawi, sio mwili. Mwili utakuwa na react, lakini mwili hauna nguvu. Tofauti na nini? Na nafsi. Sasa wewe ukakataa. Okay. Subiri. Ulikuwa unamuotaje? Subiri. Ulikuwa na ongeza nguvu sasa. Nikiwa nikilala usiku alikuwa anakuja kwenye ndoto ananiamsha usiku bwana twende huko tukawange. Anakuambia twende tukawange? Usiku sasa kwenye ndoto? Ina maana wewe unatoka. Uko unatoka? Ni first walk. Yaani kwenye ndoto na kwenye unakataa. Mmesikia sasa? Kwenye ndoto anakataa. Ilikuja mwilini sasa. Si ndio? Akaja mwili hivi, mimi na yeye hivi. Kwenye ndoto alikataa. Sasa ikaja wapi? Mwilini. Akamwambia, akawa ananiambia hivi, kama nishike mambo yake ndipo nitaishi pale, bila kushika mambo yake siwezi kukaa nyumbani. Ambao sasa ni nini? Muda. Ni nini sasa? Uchawi. Kwamba ndo kae pale. Ila kwenye ndoto amefanyaje? Amekataa. Sasa inakuja wapi? Alipomtafuta
imegoma, akaamua kuja wapi? Kimwili. Sasa mambo ya kigoma rohoni yatakuja mwilini. So na kufilisika kunaanzia wapi? Ukiona kumeanzia rohoni, utakuja wapi? Mwilini. Na ukija mwilini au tazuia chochote, kwa sababu hili sio swala la wapi? La mwili. Liko wapi? Nani amenielewa pala? Haya magonjwa yako wapi? Ndio maana wengi wakiwa wanaumwa wao wanaota wanapona. Yanaweza kuwa utembei, mtu atembei, lakini akamwambia unaota nini? Akakwambia mimi naota nafanyaje? Natembea. Wewe unaota unatembea, ina maana rohoni ni mzima ila mwilini. Sasa hapo ndo nahitaji mtu mwenye nini? Mwenye neema. Nataka watu wote wanisikilize ninachokiongea. Are you listening? Amen. Hapo ndo nahitaji dada, mtu mwenye mafuta sasa, anayejua mambo ya roho. Amen. Na hakuna mtumishi yoyote niongee. Kama ukiona mchungaji anaenda kujibambikiza eti anaombea watu, sawa, aliona watu wanaombea, yani aliona wachungaji wanaombea watu wanapona, na yeye anaenda baba katika, atapigwa. Narudia tena, na hamtamsikia kabisa. Hivi nini? Mnajua makofi tunayoyaramba tukiwa hapa tunavyokunjwa time, mnajua, lakini Amen. Wewe kuweza. Kwa nini sasa tunapitia kwenye ile hali? Ni kwa sababu kazi tunayoifanya ni ngumu kupita daktari. Ikitokea mchungaji akakwambia mimi najua na mimi nimeitwa na mimi haya mambo nayaweza, nakwambia hivi, mpe mwaka, wala usimpe miaka mingi, mpe nini? Mwaka. Utakuja kuona anatembea na magunzi kichwani, labda akatafute waganga wazindike hilo kanisa. Na mchungaji yoyote ambaye atajifanya kwamba na yeye ameitwa, kwamba anaenda kuombea watu, nakwambia hivi, ni kitu anachezea cha hatari sana. Huwezi kucheza na kuzimu wakakubakiza hai. Okay. Mama nimedanganya. Nyie waganga wanawapenda wachungaji wanaoombaomba? Wanawapenda? Watakutwanga tu. Sababu kuzimu inasema unaharibu kazi zao. Kwani namsikia hapa wanasema? Kwa nini unaharibu? Kwa nini una kielele? Mshenzi wewe. Sasa kama watu wananitolea matusi huko ndani, sembuse huko nje. Nirudie tena. Amen. Naongea na wewe pole pole, unalala. Yaani kama ni mchungaji afanye kazi aliyoitiwa. Kama ni kuhubiri tu ahubirie mpaka wachawi wapige makofi. Lakini sio kusema piga wachawi, ataona cha moto. Mtumishi mmoja ananiambia ameenda mahali, mchungaji anamwambia we usiongelee wachawi hapa. Eti naomba eti piga wachawi. Unajua nikwambie kitu? Amen. Niongee na wewe kitu Amen. Kanisa hilo pigwa sio rahisi kukemea uchawi. Yaani hata mchungaji mwenyewe anaona ukakasi huko ndani. Kutamka fyatua chawi, bomoa. Sana Yesu anakuwa amelogwa, amekamatwa nafsi. Hawezi kuongelea kifungo alichonacho. Yaani sana mchungaji mzinzi kusema vunja uzinzi, piga uzinzi.
ukija kuongea mbele yake kwamba yaani binadamu bwana ni wazimu. Unaona mchungaji anajichekesha chekesha. Kumbe na yeye yuko kwenye ile msaragambo. Mchungaji mmoja ameenda kwa mchungaji Alphonse akawa anaomba. Anaombea pia. Katika jina la Yesu. Pepo likamwangalia akacheka. Yaani na wewe eti unanitoa. Mzizi mkubwa. Juzi ulienda kuzini. Sasa mchungaji akamwambia, wewe pastor, ni kweli tumishi tu niombee, tumishi niombee. Hivi nini? Mnafikiri mchezo? Usione wachungaji hao wanakoroma wanapandisha sauti, lakini matuko yao huko nje. Akija kanisani, baba nasema. Baba nasema. Hapo unajiuliza sasa, kweli wewe ametoka mbinguni? Mizimu ishamlamba, kwa sababu mizimu na wachai wanamtafuta mchungaji sehemu hizi. Usilikumbuke kanisa. Ya unakuta mchungaji anaenda kanisani Jumapili na siku za katikati za ibada. Ndio anaenda kanisani. Tena anaenda kwenye ibada. Alafu akienda kwenye ibada yeye na Biblia yake. Kwenye kiti cha mbele pale, alafu ndio unaona anaamsha mikono. Baba. Nasema jamani, mchungaji wetu si ndio huyu? Kamfuatilie kwenye neno zake. Utasikia wanasema, usifuatilie matendo yangu, tazama ninachokwambia. Pumbavu, mshenzi wewe. Usifuatilie matendo yako ili wewe wakati wewe unanifundisha kila hatua. Matendo na neno viende sambamba. Eti usitazame matendo yetu. Utazame nini? Neno. Neno linatoka wapi? Si kwenye mwili ambao unatumikisha kwa nini? Yaani hivi ni ngoja tu niwaambie kitu. Unanisikiliza mama? Mama unanisikiliza? Mama wa watoto unanisikiliza? Na nimesema tuongee leo. Watu nikuulize swali. Hivi wewe unafikiri mimi mara ngapi nimezuiliwa kufanya maombi na ninyi hapa? Ni mara nyingi, ni zaidi ya mara 1000. Amina. Kuna saa tunakuja hata katikati za ibada hizi. Unaona hatuna maombi. Tunaondoka. Lakini sio mpango wa Mungu. Ni kwa sababu kuna watu hawapendi nini? Maombi. Lakini unapaswa upende maombi kuliko chochote. Kuna wachungaji wana neema ya kuomba. Bibi usilale. Amka. Wanaweza kuomba, anaanza kufunga mchungaji, ila ana neema ya nini? Ya uponyaji. Hapa nataka nizungumzie the spirit of healing, the grace of healing and deliverance. Sio kila mchungaji, nakwambia ututofautishe kwamba kwa nini sisi kanisani kwetu hatuna maji ya Joeva? Hapa ni ili neema la uponyaji. Amen. Kwa nini kila siku nabii anakuwa na kifaa cha kila Jumapili? Yaani hapa mimi kazi yangu ni watu wapone basi tu. Amen. Unafikiri kingine? Wala sio kingine. Nahitaji wewe upone. Nahitaji ufanyeje? Upone. Wewe Mafilido unanisikia? Kwani wewe jana ilikuwaje? Ngoja nikuulize. Ilikuwaje jana? Jana nilipotoka sokoni, nimefika katikati pale mwanzo wa lami katika mizunguko yangu ya biashara. Ukakutana na jini maiti. Hiyo roho ikanivaa tu ghafla, nikaishiwa nguvu kwamba nikae pale nipumzike afu nijitushe tena beseni langu niende nyumbani. Nikajipa moyo nikasema Mungu nisaidie. Nilipofika nyumbani nikaendelea kwenye mizunguko nikauza. Nyanya hazikuisha nikabaki nazo, yani kwa ajili ya ile hali.
Basi nilipofika nyumbani nikapika, ile hali ikakata. Ikafika saa 12. Nikashangaa tu nguvu, nimeishiwa tu nguvu ghafla, joto limekuja kasi. Nikaingia kuoga, nikaenda kwa daktari, nikanunua dawa. Akasema pengine nikupe kwanza hizi za kushusha tu, pengine ni homa tu. Ukiendelea kesho tutakupima malaria. Usiku naingia kulala, nimekaa tu kitandani nikasikia moyo unaenda mbio, yani kama unavutwa hivi. Alafu nguvu zinaishiwa hadi miguu inatetemeka. Nikajaribu kubeba mshumaa, sijui niombe kwenye mshumaa, muda bado. Ndio nikaamua kunyanyua simu kukupigia wewe. Kawaida. Nilipoenda kwa utilia kwamba nani damu ya Yesu, akasema hana. Nikakwambia, akasema kama ana mafuta basi chukua mafuta weka kwenye maji. Matone kama ndoo. Nikaweka, nikatoka na ndoo, akanipa maji pale mlangoni na ni mafuta nikaweka matone kama 3. Nikaenda kujimwagia. Nilipoingia kitandani kukatokea tu kama kitu kinaniepuka kama moto hivi kama unatoka. Hadi nikashtuka, nikaanza kuangalia kwenye neti, kwani nivuke umetoka moto mkali. Umetoka wapi? Na hali ikaishia hapo hapo. Mpaka nikaamka nikiwa sawa. Yaani mimi kuna vitu ambavyo hata ukinipigia simu sitakwambia Baba katika jina. Wewe. Mambo gani? Yaani nianze kuhangaika na mapepo. Stai kabisa kujisumbua. That's why nakwambia kuwa na hifadhi ya kiroho mama. Hapo umekaza kichwa kama panzi. Mama kwa nitachukua tu nakuja unaweka huko. Nitachukua. Ngoja jini maiti ukutane naye njiani. Atakubarasa, atakutia makofi. Huyu si amekutana naye. Akamwambia leo natoa roho yako. Kwani anamuona? Ya muone. Ila mimi baada ya kuniambia sikutaka tena kuongea. Kaambia kama una kipacha ya kiroho usinisumbue. Ananiambia anamshumaa. Sema ndio wale waliokunywa uji wa mgonjwa. Baba kaje bila silaha ndani. Mwanangu huyo ashai kuvamiwa yule pale. Sikia alizaliwa kuvamiwa na 7. Akawa aongee. Yaani mtu anapigwa mpaka aongee. Yaani mimi siko. Kama alijakukuta unaona kama tunatania hivi. Ni kweli? Ulitoa sauti wewe. Hata sauti haikutoka. Hivyo unajua shetani au unjue? Kama tungekuwa tunavamiwa hivyo na malaika, ingekuwa safi kabisa. Lakini so wanakupiga lakini wanajua huyu mtu tunayempiga ni mtu wa wapi. Pindi unapambana hizo roho, angalia, Roho Mtakatifu atakwambia tu pigie baba yako wewe. Kwani aseme omba, ita Yesu? No, mwambie mpigie nani? Sasa yeye ndo tumempa mamlaka juu ya hivi. Amen. Hivi hawajanielewa. Pigie baba yako. Anapiga. Baba, nimeshikiliwa, niko gerezani. Subiri mwanangu, nakuja hapo. Subiri. Unaijua sauti ya baba? Sasa mtu ukishapiga simu hivi, mapema anakuwa ashajua tayari. Sisi tulikuwa tumelinyima mpaka akili ya kumpigia nani? Baba. Sasa kwa nini nimepata akili? Shenzi kabisa. Tuondoke. Yaani kabla wote apiga yanakuwa yameshafanyaje? Hawajanielewa. Sasa yupo aliyepewa nini? Mamlaka juu yao. So, ikiwa hauna mtu mwenye mamlaka juu ye. Yaani iko hivi. Si unaona hata kazini kwako ulipo. Unahitaji uwe na mtu mwenye mamlaka, mwenye ring katika ulimwengu wa roho. Wa kukwambia nenda. Asiposema nenda, hata walioko kazini pale watakupiga, watakushusha. Sasa hauna mtu wa kukwambia nenda. Na wewe unailala wewe. Ogopa mtu aliyewekwa mbele yako kama mtumishi. Naona wanisikiliza. Wewe uone kama wanisikiliza. Hawanisikilizi, lakini ngoja wakupatie
hiyo stiliwai. Itakusugua hayo mashavu mpaka utaita Yesu akatae kuja. Atakwambia mimi usiniite, nilikupeleka kwa Joni akusaidie. Sasa wewe umemkimbia, unamwingiaje? Mwanangu mmoja amenitumia message za ajabu sana, nikamnyamazia. Baadaye si wakaanza kubaraza, alikuwa anakinduka kikafilisika chote. Kila alipoenda akakuta mawe ni mlango. Akaambia rafiki, akamwambia simwambie baba. Mimi namuogopa. Kunijilia haiwezekani. Sasa ndo anakuja. Kamuuliza wewe biashara iko wapi? Baba, haipo. Kaambia haya, chukua maji katakase hiyo biashara yako. Sasa hivi ndo ameanza tena. Ile tu kutoka Yesu, unataka kujikata wewe, kukata mama. Sasa wewe unajikata na mtumishi wa Mungu. Wewe akili zinafanya kazi. Unataka kujiunganisha na mganga wa kienyeji. Wewe mama Njiu. Unataka kwa mganga wa kienyeji. Ndio akusaidie. Mganga wa kienyeji ana urafiki yule. Waganga wana urafiki. Hivyo waganga wana urafiki kweli? Sema tu kweli. Wana urafiki? Kwanza anaanza kugeuka saa ile nitakubadilisha kuwa panya. Kimya, usilete mdomo wako. Mmoja unamuogopa jinsi alivyo. Lakini mtumishi utamwendea. Watumishi wamepewa moyo mwingine kabisa. Yaani mtumishi yote aliyebeba neema ya uponyaji na ya ukombozi, kitu cha kwanza ni mkatili sana. Ana upendo lakini akiamua, yani wana upendo lakini wakali sana. Yani ni wakali mno. Wanaanza kuwekea uso wa kozi pepe. Au kujiuliza mbona huyu mtu ananiangalia kiasi? Amen. Kwani asinibembeleze, labda nitegemea nibembeleze. Hawabembelezaji wao. Kwa sababu unajua kwa nini? Wao wana kawaida ya kujua kwamba kila kinachombadilisha mtu sio Mungu. Kuna nguvu inayomvuta nyuma. So yeye anayokuwa anaiangalia sio wewe, ni ile roho. Siku moja Mama Frida huyu. Wewe Mama Frida, leo umependeza bwana. Hongera sana. Siku moja alinijibu vibaya. Na yeye hajui kama alinijibu vibaya. Akumbuki. Nikamwambia sasa wewe, nilikwambia mtolee mwanao sadaka. Akaniambia, unafikiri kama ingekuwepo hiyo hela si ningetoa? Ukiona sijatoa ujue sina. Nikamwambia wewe ndo unaongea kwani unataka nikwambie? Ndio hivyo. Mama Frida, ndo mimi. Kabisa. Sasa nikasema wewe sio Mama Frida wewe. Mama akasema, "Ulijuaje? Ulijuaje? Kumbe umetuona." Sasa kama nisingekuwa na macho ya roho, unajua nini kingetokea? Tungegombana mle ndani. Si ndio? Tungegombana, tusingegombana. Sawa, umenijibu vibaya na mimi napaswa nimjibu vibaya. Tunajibizana. Ndio maana wengi mligombana wachungaji. Sasa mchungaji ana mapepo na wewe una nini? Una mapepo. Mapepo sasa yanapanda. Mimi na wachungaji hapa washai kunipandishia. Hawa, simama mchungaji. Alipandisha mori. Huyu na mwenzake walipandisha mori.
Nikaanza kusema jamani, leo mbona nimeingizwa kikangoni. Walijikanga kama bilauri, kama bilinganya. Lakini nikageuka nikamwambia, Bwana Yesu, hii ni nini? Akaniambia wewe. Asema njoo nikuonyeshe. Ghafla nilionyeshwa giza limetanda kwenye hema. Giza limetanda. Akaniambia kaa hapa. Omba mpaka ile giza liondoke. Baada ya ile giza kuondoka ndio wao wakabadilika. Lakini wao mpaka leo walikuwa wanajua labda wanapambana na mimi. Kumbe na wao wameingizwa kwenye ring, kwenye realm ya kupambana ile vita iliyoko wapi? Imani. Sasa adui ameanza, sababu adui akitaka kupiga na kuondolea watu wa kukusaidia. Sawa, ndio walipaswa kusaidia, kushambulia. Na wanakamatwa. Yana kwambia hata baba yako mzazi anaweza kukubadilikia, ukasema kwani kitu gani? Kumbe unapaswa utulie pale. Watoto wanabadilika, huyu anabadilika, huyu anabadilika, mpaka unashangaa. What's going on? Baadaye ilibidi mimi nilitumia nguvu nguvu kubwa sana. Nguvu kuhakikisha na watoa huko. Sababu alikuwa yani adui akiamua kukuzamisha mwana wa Mungu, anakuzamisha mpaka ueleweki. Anayekuwa analenga kugombana na mwanae wa kiroho hayupo. Narudia tena, hayupo hata huyu, hata mmoja. Yaani hata kama ungekuwa na kosa gani, mtumishi wa Mungu atahitaji uje muongee, mmemaliza, muendelee. Lakini ninyi mnaoweka vinyongo mpaka huku, ila kuna makosa yasamekaji, kama mtumishi kutongoza. Mchungaji akwambia, sasa mama, unajua nakupenda mno, yaani unanivutia sana, mtie kofi na uende. Unamwambia mtumishi ulikuwa unasema kimpiga kofi moja itakuwa funzo sehemu nyingine. Nia mjai kuimba huyu rafiki yangu anajua. Waimbaji wanatongozana wao kwa wao, vinaziniana huko. Mwimbisha kwaya anazini na huyu, akiona kalembo anapita nao. Yaani mshetani tu umejaa kule. Alafu mnaanza kusema Baba wa mbinguni. Unajua kwa nini Ibilisi anawawinda wale waimbaji? Kwa sababu wamepewa kitu special. Cha kuhakikisha watu wanaburudika wapi? Sema ulikuwa unaimba hapa watu Sasa shetani anataka hicho. Sawa, ni sehemu yake. Sasa anatongozana huko kanisani, mchungaji anamla mwimbaji, mwimbaji naye anamla mchungaji, mchungaji naye anamla muombaji, na waombaji unakuta wameangukiana huko. Wanasema wanaenda makambi. Haya makambi mnayoyaona. Sema makambi. Mnaenda makambi, mnakambiana kweli. Kwani ni uongo? Kwenye makambi si ndio kuna hii mimba imepatia wapi? Makambi. Wapi? Makambi. Hivyo nini nilipoenda makambi tu ndo mkaangukiana. Bahati mbaya. Wewe ulikuwa Bikira Maria kwamba uliomba mpaka mjausiku ukaingia. Yaani tabia ya mtu sio rahisi kuondoka, kwa sababu mizimu kazi yake ni kuharibu taswira. Yaani mkifikiri watumishi wa Mungu tunadili na vitu vidogo, vile vitu tunavyodili navyo waga vinaturudia, vinalipa kisasi. Hivyo na sisi tuna kawaida, ndio maana tunaenda milimani kwenda kuomba, tumwambie Mungu tusaidie, hapa tulipofikia ni hatari. Bwana asifiwe sana. Amen.
Watumishi wanafikia hatua wananyimwa mpaka mavazi ya kuvaa. Sio Mungu amewanyima, yaani Ibilisi amekamata mahali mpaka mtumishi anakosa vazi la kuvaa. Vazi hili unaloliona kuvaa unashindikana. Ni hamjawaona Unakuta mchungaji ana kiatu hicho, mpaka unajiuliza hiki kiatu mchungaji amekiokota wapi? Kinatembea kinafanya hivi. Akikibrush bado kinacheka huku, yeye akitembea hivi lazima akisimama lazima afanye hivi. Afanye hivi. Haleluya. Haleluya. Ana tai hiyo sipia alipewaga na babu yake. Yaani tai yenyewe iko hapo chini. Koti ukiliangalia vizuri huku kumechanika. Yaani yeye mnafikiri kitu kidogo. Hakuna jambo gumu kama kuaminisha watu kwamba Mungu anaponya. Mungu anaponya. Yaani hiyo ni nguvu ya Mungu pia. Amen. Tofautisha na mtu anayekwambia Mungu anaponya alafu mkamaliza mkaondoka wapi? Hapo unaingizwa kwenye practice. Yaani sio rahisi, narudia tena. Sio jambo jepesi mimi kusimama hapa kuanza kutabiria 1, 2, 3, 4. Nimeenda Kimara kule na mdogo wangu. Binti moja, mama mwenye nyumba akaja kunipokea tata. Nikamwambia wewe. Yaani akajisikia namwambia kabila lake. Kwanza kaniangalia akasema, "Wewe, aliyekwambia mimi ni kabila gani?" Nikamwambia nakuona. Umeniona? Nikamwambia kama umeweza kusema hivyo basi utasema na yanayonipata. Sasa juzi mume wake ndo ananipata ananiambia, "Mtumishi nimekuja." Nikamwambia, "Wewe mke wako 1 2 3." Kabaki anakaa anasema, Yeye akijua labda nimemwambia ili kumridhisha. Ila naambiwa ili awe makini, awe tayari, awe ni mtu wa kumtafuta nani? Mungu. Mtu yeyote mwenye neema. Ogopa mtu mwenye neema ya uponyaji na akapewa neema ya unabii. Amen. Amen. Siku moja nimekaa hapa, mwanangu huyu. Tena nasema nitoe mifano kwa sababu binadamu na kawaida kufanyaje? Sawa. Nilimwambia huyu hapa. Nikamwambia wewe nenda. Nilikuwa nawaambia watu chukua damu ya, kuna watu wengine hawakuchukua. Wakaondoka. Ndio. Nawaambia watu wana vichwa vigumu kama panzi. Nikamwambia wewe nenda ukafanye 1 2. Nilichomwambia mimi haisikia tofauti. Akasema mimi nimemwambia kwenye chumba analala. Nimemwambia ni nyuki kwenye mlango wa nyumba yenu. Kuna mtu atakuja. Alikuja baada siku gani? Jumatatu. Ilikuwa Jumapili kuamkia Jumatatu akaje. Umeona? Yaani nimemwambia Jumapili ametoka hapa Jumapili. Kesho mtu akaje. Yaani alikuja kwa wema. Alikuja kwa wema. Ndio alikuja kwa wema. Nini kilitokea baada ya kuja? Anacheka. Nini kilitokea? Alimkamata baba akamteka. Akamkamata akampeleka. Sasa anampeleka mzee mwenyewe ana uwezo wa kujitetea. Ni kwamba anapelekwa, kaa hapo mzee. Mzee umetumiwa. Mzee tujibu. Mzee una kiburi mimi sielewi bwana. Hebu muingize ndani kwanza atulie huyu mzee. Na hata kipelekwa ndani baada anaendelea kufanya. Sasa kama mmemfunga sijui nani. Adui anataka kuleta machafuko.
nabii ameona kabla haijatokea. Mtumishi anafanyaje? Hivi nini binadamu? Unataka kumpewa mtumishi wa namna gani? Anayeruka angani. Naongea na wewe. Anayeruka angani. Okay, sawa. Mama, simama. Wewe nilikwambiaje wewe mama? Jambo linatokea sio nzuri kwako, unavuka kuuza au pesa kutoka. Ukaniuliza mwenzako. Nikakwambia unavuka kuuza au pesa kutoka. Sasa atamke vizuri. Kwamba mfugo kuuzwa au pesa kutoka. Na ukasema, nikakuuliza tena kwamba amekwambia? Ukaniuliza mwenzako amekwambia, nikakwambia. Hapana. Hajaniambia. Baada ya hapo. Ilikuwa siku ya Jumapili, Jumatatu ndio ilipofika. Wanangu ndio wakaanza kuchati na rafiki yake waliposoma naye. Yaani Jumatatu ilipofika akatapeliwa pesa. Jumatatu ikafika akatapeliwa pesa. Jumanne, Jumatano ndo huyo akauza nini? Alhamisi akauza nini? Mfugo. Sasa mimi naona mfugo unauzwa na pesa inafanyaje? Inaondoka. Yeye akasema mimi sijui. Na huyo hajafanyaje? Hajaniambia. Jumatatu tu. Sema Jumatatu. Shetani akamwingia nani? Binti yake. Shetani akaja. Ndio maana unasikia mapepe yananiambia kwa nini unaharibu nini? Mipango yetu. Sisi tunapanga mipango, wewe unafanyaje? Unaiharibu. I know it. Najua. Na Roho Mtakatifu ananiambia kwamba kuna watu free. Aichukuliwa shingani mama. Sijajua, maana yeye mwenyewe ukimuuliza ulivyo shingapi anasema ajui. Babake ukimuuliza ananiambia muulize mwanao, hata anashindwa kujibu. Maximum kama shingapi? Mwenyewe mtoto nikimuuliza ananiambia ni 300,000. 300,000. Babake anasema hili liko nyingi, hata mimi nashindwa kuelewa. Adui yuko kazini, wana wanaume. Sasa kusikiliza sasa. Mwambie na kusikiliza sasa. Sikiliza sasa. Hapo ndo kuna kimbembe. Yaani kukubali, yaani binadamu hawezi kukubali mpaka yafanyaje? Yamkute, baba aliniambia. Kama mdomo. Jumapili nilikwambiaje wewe mama Njiu? Kwani kuna tatizo gani fulani? Kasema mwanangu anaumwa. Alikuwa nimempeleka hospitali siku ya Ijumaa, akasema ana Jumapili. Jumapili. Nilikwambiaje? Nimesahau. Haya, sawa. Mwache. Acha na watu wanaosahau. Nishakwambia. Nilisema hivyo. Hebu rudia tena nisema. Niliambia kuna watu naona kuna kitu kinakuja kuharibu biashara yangu, kunitaka kunirudisha nyuma. Mbona ingie kwenye system ya kinabii? Ndio nilivyosema. Nani anakumbuka? Kuna kitu nilisema. Nilikwambia nini? Jumapili, ilikuwa Jumapili. Jumapili. Wakulitolea kitu chochote. Haya, sawa. Sio wewe. Sio wewe niliongea na nyumbani. Bwana asifiwe. Naomba tuketi. Kwa nini sasa haya yote yanakuwa yanatokea? Kama Mungu ameniweka hapa, pastor ana haki yote ya kusema na mimi kwa habari ya wewe unayekuja hapa. Sio katibu, sio mwimbaji, labda niwe nimeondoka,
ila kama niko, Mungu atasema na mimi habari yake. Labda kama sipo. Hivyo, na hii inahitaji sisitizo sana. Unajua watu wanaweza kuwa wanakuja kawaida Unapaswa uone kabisa kwamba narudia tena kutoa ushuhuda kwa kijana aliyekuwa amefiwa na mke wake, alafu mdogo wake naye anapaswa afiwe na nani? Na mke wake. Kwamba watu usiku wakaja wakamchukua usiku wa manane, wakamchukua wakambeba yule mwanamke, alafu wakamwambia, kwa nini umekubali yule mtu kuombea? Na kwa nini umekubali aje hapa? Yaani mimi kwenda kwenye nyumba yao. Ndio maana mimi kutembea kwenye nyumba za watu huwa nasema waga ni neema ya Mungu. Hivyo ananisikia? Amen. Are you listening? Amina. Mimi nimeenda kwa ajili ya kuomba kwa ajili ya yule kijana. Kijana ananiambia kuna mke wa shemeji yangu, kuna shemeji yangu, mke wa mdogo wangu anaumwa. Kaambia mleta. Nikamwombea. Wataka kumuua. Bwana asifiwe. Wataka kumuua. Siku hiyo usiku wake. Yaani wewe umelala ndani na mmeo, wanakuja wanakuchukua, wanakuweka wapi? Nje. Mume wako bila kujua. Alafu unaongea nao. Wanakuambia kwa nini umeleta yule? Kwa nini umekubali huyu kuja hapa? Bwana asifiwe. Alafu akabakizwa hapo nje. Mwanaume anatafuta mwanamke, anamkuta wapi? Wewe unafanya nini? Akasema nimeletwa. Na nani? Baada ya kuambiwa nimeletwa, mapepo yakapanda. Live. Hanipigia saa 12. Nini shida nini? Mtumishi umetibua mambo. Imetibua nini? Wanasema kwa nini umekuja huku? Nikamwambia nani mnasemaje? Mnasemaje sasa na nini? Mtumishi ndio tusaidie. Nikamwambia hapa siwezi kuwasaidia, nimeshaomba. Toleeni sadaka huyo binti. Mwanaume akamtolea sadaka yule binti. Mpaka leo huyo ugonjwa haujamurudia tena. Kwa sababu alikuwa anamtesa. Wako hapo, yani boma moja hivi. Naambia sasa tuambie, kaambia sije nikagombanisha nini? Sigombanishe ukoo mimi. Sijaja hapa kugombanisha nini? Ukoo. Nimekuja hapa ili nitengeneze, sio kuharibu. Bwana asifiwe. Mama mmoja yuko Kimara pale. Ana mtoto wake alipaswa kumaliza la 7. Yaani amemaliza la 7, waliomaliza la 7 jipigie makofi. Yule mtoto toka mwezi wangapi? 9. Alianza kutoroka nyumbani, kulala nje. Wangapi wanakumbuka mtoto aliyekuwa analala nje tukamwombea? Amen. Si hahitaji mwenyewe anapaswa kwenda shule. Jamaa sikungezee Yesu makofi. Pige Yesu makofi, anafanya ya ajabu jamani. Ni kazi ya kuhamisha watu kwenye meno ya nani? Kwenye meno ya nani? Ya shetani ambaye ameshajivunia kwamba wewe ni wake.